Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma bado. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, bila mashaka kwa mara nyingine tena tuko hadhi kwa mara nyingine tena hapa. Tunasema tuko katika wilaya ya Kondoa na tukiwa katika kata hii ya Kinyasi, nikikutana na Fadhilatu Sheikh Al-Habibi hapa Mwamba, ambaye ni moja katika wasomaji wa Qur'ani katika nchi hii ya Tanzania katika fani ya tajwidi. Walilahi alhamdu, leo tutapata mengi sana kuhusiana na mambo ya Qur'ani, na tutamuomba kwanza ajitambulishe majina yake kwa ukamilifu. Baada hapo atatueleza kwanza namna alivyoanza kusoma Qur'ani na mpaka alipokomea. Al-Habibi, karibu sana Babu Salam Online TV, na leo tumejivunia kukupata katika maeneo haya ukiwa katika ziara yako katika wilaya ya Kondoa. Wapenzi watazamaji watahitaji kupata faida kutoka kwako. Kwanza jitambulishe majina yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ustadh Muhammad Ramadhani Idi Binde, lakini maarufu kwa jina la Boki. Maana nini jina la kazi? Naam. Marhaba. Ndio jina maarufu hili. Jina maarufu. Naam. Leo wapenzi watazamaji watahitaji kujua katika ziara yako hii katika wilaya ya Kondoa, na hasa ambako tunapoona kwamba wewe ni moja katika wasomaji wa Qur'an. Ulianza kusoma Qur'ani muda mrefu na katika fani hii ya tajwidi. Kwanza tuelezee ulivyoanza na mpaka ukafanikiwa leo mataifa yanakutambua kwa usomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Kwanza nashukuru, alhamdulillah, tumemaliza dua ya Sheikh wetu Sheikh Bashir Safia hapa Kinyasi, na leo hii ilikuwa ni dua yake maalumu ya kumuombea pia Mungu ampe maghfira. Ni mwalimu ambaye amefanya kazi kubwa, ameupigania Uislamu, amesomesha. Kwanza yeye alisoma, pia amesomesha, na pia ametoa wanafunzi wengi kama yeye pia alivyotoka kwa mwalimu wake. Nashukuru kwanza kwa hili. Mashaallah. Lakini pia sambamba na haya yote, haya yanatokana na ilmu. Na swali ulioniuliza kwamba ni muda gani nimeanza kujifundisha Qur'ani, kwa kweli mimi nimeanza kusoma Qur'ani nikiwa bado mdogo, takriban umri wa miaka 4 5, nikiwa nakwenda madrasa hizi alif b t f, ambao pia ndio msingi wetu sisi wa kujua Qur'ani, na sote tumepitia katika mfumo huo. Kwa hiyo ni muda mrefu pia nimeanza kujifunza Qur'ani, lakini uzuri nilimpata mwalimu ambaye alikuwa ni sahihi wa kuweza kunifundisha mimi Qur'ani, na kuna mengi hapa amepita katikati mpaka nikafikia katika stage hii. Naam. Katika fani ya tajwidi umetueleza kwamba ulianza kusoma ukiwa na miaka 4 na kadhalika na kuendelea, manake unaendelea kupata ile tarbia na malezi sahihi kutoka kwa wazazi na kwa mwalimu aliyokuwa sahihi, mpaka umefikia na kuwa na kipaji. Na hichi kipaji cha tajwidi hichi ulianza vipi? Manake idea zako zilikuwa namna gani mpaka ukaibuka kwa sasa unatambulika katika nchi ya Tanzania? Naweza kusema tu kwamba si wote ambao wanaweza kusoma Qur'ani kwa njia hii ya tajwidi, isipokuwa kuna kitu ambacho ni hiba min Allah, ni kitu ambacho Mungu anakupa, isipokuwa sasa wewe mwenyewe jitihada yako katika kuendeleza kile kipaji ambacho umepewa na Mungu. Kwa hiyo hii naona ni kwamba ni hiba ambayo ni Mungu, yani ni zawadi ambayo Mungu amenitunuku mimi, yani alinipa mimi, lakini pia na wasomaji wengine ambao wanasoma Qur'ani kwa njia hii. Ifahamike tu kwamba kile ni kipaji ambacho mtu huwa anapewa akiwa katika umri mdogo, isipokuwa wale walimu watakapogundua kwamba huyu mtu ana uwezo huu, basi ni kujitahidi kumuendeleza katika ile nafasi aliyenayo, ili kile kipaji chake kukilinda na kukikuza zaidi ya pale. Kwa hiyo ni muda mrefu pia. Nilianza takriban miaka 10 nikiwa naanza kuisoma sasa hii Qur'ani ya tajwidi nikiwa bado mdogo. Lakini pia nilikuwa nikienda na kuongeza jitihada. Pia kuongeza jitihada katika usomaji ni kupata kuisoma Qur'ani kwa usahihi kwanza umpate mwalimu ambaye ni sahihi, ambaye ana uwezo na jambo hili, lakini pia na wewe upate kuchukua kitu kwa usahihi kutoka kwa huyo mwalimu.
Kwa hiyo nilijitahidi, walillahi alhamdu. Siwezi kusema kwamba nimefanikiwa kwa 100%. Hapana, lakini jitihada yangu imenifikisha hapo inshallah. Umetueleza mambo mazuri hapa kutokana na muonekano ambao ulionao sasa, kwamba ulianzia kwa mwalimu sahihi ambaye mwenye fani kama hii ambayo ulionayo, na tumeona matokeo. Ni nchi ngapi ambazo pengine au ni mashindano mangapi ambao umeshiriki umekamata nafasi ambazo zenye kuridhisha ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania? Kwa mashindano tulishiriki mengi hapa Tanzania, lakini kwa rekodi ambazo zipo, mashindano nilipata nafasi ya kwanza ambayo ilikuwa ikiandaliwa na chini ya usimamizi wa Sheikh Yahya ibn Hussein, ambayo naye pia ni mashindano yalikuwa ni muda mrefu. Nafikiri tokea mwaka 86 huko, si bado hatujawa wasomaji, lakini wako ambao walishiriki wakapata. Kwa hiyo alianzishwa kwa muda mrefu, lakini mpaka na sisi tukaja tukabahatika kuwa washindi katika mashindano hayo ya Sheikh Yahya ambayo ilikuwa ikifanyika msikiti wa Mtoro pale, na alipohama pia akaenda msikiti wa Manyema. Pia nilibahatika mimi kuwa kushika nafasi ya kwanza. Ni mashindano ya kitaifa. Ni mwaka nafikiri 2008 bahatika kuwa nafasi ya kwanza. Lakini pia kabla ya hapo pana mashindano ambayo yalifanyika katika wilaya hii ya Kondoa 98 pia yalikuwa yakifanyika kule Dalai, na mimi nikiwa nikitoka kwa Sheikh Ramadhani Sungu, tukiwa tunaiwakilisha madrasa Ali Badawi. Nilibahatika kuwa nafasi ya kwanza nikiwa na mwenzangu Ustadh Hassan maarufu alikiitwa kama Hasani wa Mahongo. Naam. Haya umetupa ni muonekano ama matokeo mazuri katika nchi ya Tanzania, maana ndani ya Tanzania. Nje ya Tanzania ilikuwa namna gani? Kwa nje ya Tanzania pia nilikwenda nikashiriki mashindano ya ulimwengu kule nchini Irani, ambayo ni mashindano makubwa tu ambayo yanashirikisha nchi nyingi, na mwaka ule ambao nilishiriki mimi zilishiriki nchi takriban 75. Naam, ikiwemo Tanzania, na mimi nikabahatika kuwa nafasi ya 5 katika hao washiriki ambao walishirika, yani katika hizo nchi dola ambazo ziliweza kushiriki katika hayo mashindano. Nilibahatika kuwa nafasi ya 5, kwa maana ndo nilikuwa tuseme ndo kama nimeibeba Tanzania kwa nafasi hiyo ya 5. Yani mshiriki kutoka Tanzania, na nikabahatika kuwa nafasi ya 5, na wao ndo nafasi yao ya mwisho ya ushindi. Maana wao wameziweka zile nafasi ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 inakuwa ni mwisho. Naam. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema hapa tuko Kinyasi tukiwa na Alhabibi ndugu yangu Ustadhi Muhammad Ramadhan Boki, ambaye maarufu yeye anaitwa Ustadhi Boki Binde, mashallah. Kama tumepata historia yake nzuri hapa kwamba alianza mchakato huu akiwa mdogo na mapenzi ya kuipenda Qur'ani na fani hii ya tajwidi, ndio sababu ya mafanikio yake leo akiwa katika muonekano mzuri kama huu. Imekuwa ni mahala ambako vijana wanaibukia, ndio mahala pa kujifunza. Ndugu yangu, nikushukuru sana na Mungu akulinde na Mungu akubarikie. Umetueleza mambo mazuri sana na wapenzi watazamaji wanaendelea kustafidi kwa yale ambayo umeyafanya, lakini umeonesha namna ambavyo ulivyoanza kama kuonesha kutafuta mwalimu alikuwa sahihi, lakini na kukipenda kile ambacho unachokifanya. Leo vijana wengi waibuka sana katika fani hii ya tajwidi, na wengi hawajui njia za kupita ili kulifanikisha lile lengo. Lipi la kuambia Alhabib? Ni kwamba tu wajitahidi kuwapata walimu wazuri. Lengo la kwanza ni hilo, kwamba kama ni mtu anataka kuwa msomaji wa Qur'ani na kufika katika malengo makubwa, ajulikane kwamba ni msomaji mzuri, lakini pia awapate walimu ambao ni bora, walimu ambao watamfundisha kanuni za usomaji. Kibaya zaidi ni kwamba mtu akiwa anasikiliza tu na kusoma pia, hii atakosea kwa nafasi kubwa. Lakini atakapothubutu kukaa mbele ya mwalimu ambaye ni mzuri, mwalimu bora ambaye anafahamika,
Sisemi kwamba labda waje kwangu mimi. Pia hapa walimu ni wengi sana ambao wana uwezo wa kufundisha somo hili. Wawafate wale, wapate kuelekezwa namna ya usomaji, miko ya usomaji. Basi na jitihada zao zitawafikisha kufikia katika malengo. Tumeona hapo umetuambia kwamba na kuwahusia vijana kwamba waangalie sehemu sahihi na kwa mtu sahihi ili aweze kupeleka kipaji chake mbele. Leo tutahitaji kujua kwanza katika zile fani za tajwidi zile, nini ambacho kinachoangaliwa sana ili mtu awe ni mmoja katika watu wenye kusoma sawa sawa? Fani ya tajwidi kwanza ni ukasoma ukajua, lakini pia katika kule kusoma ni kuzingatia sheria. Maana kila kitu kina kanuni na sheria, lakini pia na tajwidi nayo ina kanuni pia na sheria. Sheria naweza kusema tu ni kwamba unapompeleka mtoto kumsomesha ile alif, zile b, t, th, wanaposoma mpaka anafika katika ule ndo msingi. Sasa pale katika msingi akipatia ndo kapatia namna ya usomaji wa Qur'ani. Akikosea pale kwenye zile alifu itaonekana kama mtu anacheza. Maana hata kuna mtu mwingine anawezekana akaja hata darasani kule, akaja darasani kwangu nikamrudisha kwanza, hebu zisome hizi herufi moja moja kwanza, kwa sababu ndo msingi. Na hata watoto tunapopeleka madrasa hakuna sehemu ambao wanaanziaga ya kwanza zaidi ya hii, kwamba lazima wataanza na alifu, b zitasomwa zile mpaka anakuja kumalizia yeye kule, kwa maana zile hurufu hijaia zile zifahamike namna ya utokaji wake, zinatokea wapi. Yawezekana mtu akazisoma, lakini unapomtizama katika mdomo sehemu zinapotoka si sehemu sahihi. Lakini pia pamoja na kuzijua zile, kwa maana nakusudia makharij al-huruf, lakini pamoja na kujua makharij al-huruf, lakini pia pana sheria ambazo kitu fulani na kitu fulani kikikutana kinazua nini. Kitu fulani na kitu fulani kikikutana nacho kinaleta nini. Zile ni kanuni na sheria. Lakini utakapokuta kwamba hapa natakiwa kuanza, hapa natakiwa kusimama, nayo pia ni kuzingatia kwamba maana ya kile unachokisoma, kwa sababu unaweza ukaanza sehemu ambayo si sahihi na ukaenda ukatua mahali ambako si salama. Kwa hiyo pia ni kanuni. Marhaba, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ni mambo mazuri ambayo yanatoka kwa ndugu yangu Ustadh Muhammad Ramadhani Waboki, ambaye ametueleza mambo mazuri sana, mpenzi mtazamaji, na hasa yule mpenzi wa fani hii ya tajwid. Umejifunza mambo mengi kutoka kwa ndugu yangu Ustadh Muhammad. Ustadh Muhammad, umetueleza mambo mengi sana mazuri ambao watu leo watapata faida. Kuna wako ambao wamebarikiwa wao kuijua Qur'ani, lakini matumizi ya sauti matumizi, yani mtu amebarikiwa kusoma Qur'ani, anasoma vizuri mashallah, lakini sauti anafanya ya tajwidi, lakini zile sauti, mpangilio wa sauti, kwamba hapa unatakiwa uanze hapa umalize hapa, na kuna zile sauti zile si inaitwa bayati makamo kitu kadhalika hivi. Kuna watu wengi hawajui. Hebu tuelezee kwanza hizi sauti ziko namna gani Alhabib? Naam, nashukuru, maana umeuliza swali ambalo ndio inawezekana ndio kimbilio la wasomaji wengi sana hapa. Sauti zipo na kila mmoja akapewa sauti yake ya asili. Yaani katika umbile lake alilonalo, kila mmoja akapewa sauti yake ya asili na Mungu. Lakini pia kuna sauti ambazo zinazotumika katika usomaji wa Qur'ani ambazo zinafahamika kwa majina. Pamoja na kufahamika kwa majina, lakini matumizi yake pia yanafahamika. Sasa haya ni mambo ambayo hata kama tukisema tuyaeleze sasa hivi yatachukua muda, lakini haya mambo mengine ni ya darasani. Pia yule atakayehitaji akakaa darasani basi atayapata kwa upana. Lakini mimi ninachosemea cha kwanza, kabla mtu hajafika huko, kwanza kwenye sauti aijue ile Qur'ani yenyewe ambao ndo msingi. Yani kabla hajafika kule kwenye sauti ambako ndo kwenye kimbilio la wasomaji wengi, lakini pia afahamu kuisoma ile Qur'ani yenyewe kwanza. Aanzie hapo. Akipata kujua hapo, sasa ndo aende kule upande wa pili. Mambo ya sauti. Tabu sasa ni mtu kwamba anakwenda upande wa pili
kabla ule upande wa kwanza ambao ni muhimu anauacha. Na hapo ndo tunazua wasomaji wengi wa aina hiyo. Nimalizie kwa maneno yangu machache. Umetueleza mambo muhimu na wengi nadhani wamekuelewa kwamba jambo la mwanzo ili Qur'ani uisome sawa sawa, maana kwanza uitambue Qur'an. Sisi kwa upande wa wasikilizaji tunaposikiliza Qur'ani ambao bahati mbaya kwamba sisi sio hatuna fani ile atajua, lakini tunapenda. Kuna zile sauti zile ambazo mkizisoma maana tunashawishika, yani roho au nafsi inaburudika na vitu vizuri kama vile. Kuna zile sauti zile, kwanza tuambie Alhabibi, zile sauti zinaitwaje Alhabibi? Kuna ubeti tu ambao waliutengeneza wale wataalamu wa sauti, kutaja kila herufi moja ambayo inahusika na jina la ile sauti, lakini ule ubeti ukawa umekusanya kwamba kila herufi moja ikakusanya na zile sauti, wao wakauita ni sunia bisihrika. Sunia bisihrika, waliweka ubeti huo ni kwa maana ya ile sadi ni kwa maana ya saba, sunia ile nuni ni kwa maana ya nahawandi, na ile aini ni kwa maana ya sauti inaitwa ajimi. Ndio lile neno sunia ni sauti tatu pale, saba, nahawandi na ajimi. Tutataka kujua kidogo hapa katika hizo ulizozitaja, walau wapenzi watazamaji wafahamu kwamba hii nahwandi, yani hii nahwandi inasomwaje katika walau kwa sauti tatu ambazo umezitaja, tuweze kupata faida. Hii inasomwa hivi, ukiona namna hii basi hii ni nahwandi, ukiona namna hii basi inaitwa kadhaa. Hebu tujaribu kidogo Habibi. Pamoja mengine nilisema ni ya darasani, lakini pia hii ni kwa faida wa mtazamaji ambaye anakusikiliza, ni kuthibitisha kwamba unachokisema kiko dhahir, na yule ambaye yoyote ambaye mwenye kutaka kujifunza basi nadhani atatafuta mwalimu sahihi ambaye anajua fani hizi za tajwidi. Pia kuna baadhi ya naghma huwa zinataka matoleo kutoka katika naghma nyingine. Lakini sasa kwa dharura tu tutaingia hivyo hivyo jinsi ilivyo, kwa sababu na ndo shauku yako. Naam. Napenda hivyo. Na ndo shauku ya wapenzi wengi wa Qur'ani, huwa wanapenda hivyo. Lakini wao pia huwa hawaulizi bana, hii sini hebu niambie inatokea wapi? Wao wanachogoga inatokea wapi? Tunatakiwa tu tuwaeleze basi, kwa sababu ndo kwenye ladha hapo wengi wanapenda. Si haba. Saba. Ni sauti ambayo pia inasoma katika sehemu za huzuni. Mara nyingi inakuwa ni hivyo. Kama ambayo inatumika katika misiba, katika vifo, katika matukio hata watu labda kumetokea janga fulani hivi, watu wamepoteza mali zao na nini, lakini pia ukaitwa katika sehemu ile. Labda wakasema bwana wewe ni msomaji wa Qur'ani, soma Qur'ani ili wale wadau wapate kuchangisha kutokana na hili janga lilotokea. Basi unaweza ukatumia pia swabaha kuonyesha kwamba mazingira haya kabla ya hapo ni mazingira ambayo ilikuwa ni ya huzuni. Naam. Baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Hii ni sauti ya swaba, lakini ina muendelezo wake. Lakini ukitaka swaba ni hii. Lakini pia nayo ina matawi, ina namna ya kuisoma, na kama nilivyoeleza kwamba ni sunia bisihrika. Lakini ukitafuta tena na hawandi, inna lilmuttaqina
للمتقين مفازا.